Halmashauri ya wilaya ya Morogoro imezindua jukwaa la wadau wa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, mradi unaoratibiwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa hilo, afisa mazingira na mabadiliko ya tabianchi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ndugu Joseph Kihaule, anafafanua. Mradi huu una lengo la kuchangia mageuzi kwenye tasnia ya maziwa kwa kuongeza kipato, lishe na ustamilivu wa mabadiliko ya tabianchi kwa wafugaji wadogo nchini. Leo hii tumekuja katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro kwa ajili ya kuzindua jukwaa la wadau wa tasnia ya maziwa. Jukwaa hili linakutanisha wadau wote wanaoshughulika na masuala maziwa katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro kwa lengo la kujadili fursa, changamoto na kuweka vipaumbele vyao katika kuwezesha tasnia ya maziwa kuendelea katika maeneo yao. Nikataka kufahamu zaidi ni maeneo gani yatakayonufaika na mradi huo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Kwa halmashauri ya wilaya ya Morogoro tumeanza na kata tatu za Serembala, Bwakila chini pamoja na Ngorongoro. Hizi kata tatu zitatumika kama kata za mashamba darasa, kwamba kata nyingine zinaweza zikajifunza kutoka kwenye hizi kata tatu na kuendeleza sasa katika maeneo mengine ambayo yana wafugaji wa maziwa au ng'ombe wa kawaida, lakini tunaweza tukaboresha wale ng'ombe kwa kupatia aina nyingine nzuri zaidi ya mbegu ambayo itaweza kusaidia kuzalisha maziwa katika maeneo yao. Je, wizara kupitia halmashauri ina mkakati gani kuhakikisha mafunzo haya mageuzi ya tasnia ya maziwa na kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi yanakuwa endelevu? Jukwaa hili litakuwa linakutana mara kwa mara, lakini kwa mwaka halmashauri ndio itakuwa na ratibu na itapanga kwamba kutane mara ngapi, kuhakikisha wadau wote wa maziwa waweze kujadiliana na kupata ufumbuzi wa changamoto ambazo tasnia ya maziwa ipo katika halmashauri yao. Je, mradi huu unaweza kutibu mwarobaini wa changamoto katika sekta ya maziwa ndani ya halmashauri ya wilaya ya Morogoro? Wakati wa uzinduzi wa jukwaa na wadau walianza kuainisha changamoto mbalimbali. Changamoto moja kubwa ambayo imeonekana hapa ni kwamba wafugaji wengi wadogo wana zile mbali zenye kuzalisha maziwa kiasi kidogo ambacho hakina tija. Sasa kupitia mradi tunategemea kuleta ng'ombe mitamba wazuri ambao watakuwa na tija katika uzalishaji. Lakini kwa jamii ambayo bado inatumia mifugo, wanafuga mifugo ya kawaida au ya kienyeji, tutaweza kuwapatia mbegu kwa uimilishaji ambayo itasaidia kupata aina nzuri ya ng'ombe ambao wataweza kuzalisha zaidi katika maeneo yao. Naye mratibu wa maziwa halmashauri ya wilaya ya Morogoro, ndugu Isa Kigonza, anaeleza umuhimu utakaopatikana kutokana na mradi huu. Mafunzo yamekwenda vizuri, tumeweza kuwapata wadau ambao tumeunda jukwaa la tasnia ya maziwa kwenye mradi huu wa CSMTP. Tunategemea mradi huu utakuwa na manufaa kwa wafugaji wetu wa ndani. Kwanza, wafugaji watapata fursa ya soko la uhakika sasa la kuuza maziwa yao, ambapo kipindi cha nyuma wafugaji wengi walikuwa wanahangaika soko, maziwa walikuwa wanauza kutoka kwa kupitia wafugaji walaji wa ndani, lakini pia kwa kuwauzia watu wanaosafiri kwenda Morogoro na Dar es Salaam. Lakini la pili, tunategemea kupata vituo viwili, kwa maana ya kile kituo kikubwa cha kukusanyia maziwa ambayo tunaita MCC, lakini pia tunategemea kupata vituo vidogo vya ukusanyaji wa maziwa ambavyo tunaviita MCP. Lakini faida nyingine ambayo tunategemea wafugaji wetu wataipata ni fedha kupitia vikundi. Tunategemea kwenye mradi huu, mradi utafanya kazi na vikundi pamoja na vyama vya ushirika. Endapo mpango utakwenda vizuri, tunategemea cha kwanza, wakulima wetu wataboreka, watapata fedha kupitia mauzo mazuri ya maziwa. Wakipata fedha kupitia mauzo mazuri ya maziwa, tunaamini maisha yao pia yataboreka, lakini pia tutapata kipato kitaongezeka. Ukiangalia sasa hivi ni kama hakuna tunachokusanya kupitia sekta ya maziwa ambacho kinaingiza kwenye halmashauri. Ukiangalia kwenye eneo la nyama wa mifugo unaendelea, tunapata nyama, lakini kuna pato tunalolipata, lakini kwenye sekta ya maziwa hakuna senti yoyote ambayo tunaingizia halmashauri. Kupitia mpango huu sasa, vikundi vikisajiliwa
wanakikundi wakiwezeshwa kupata elimu ya fedha, na wenyewe kuna fedha ambayo itakuwa inaingia kwenye halmashauri kama pato. Hizi ni faida watakazozipata wafugaji ikiwa watajiunga na vikundi vya ushirika, kama anavyoelezea afisa ushirika wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro, Bi Eliza Minde. Faida watakazozipata wafugaji watakapojiunga kwenye vyama vya ushirika, cha kwanza watapata soko la pamoja. Wanapojiunga kwenye vyama vya ushirika, kuna ile nguvu ya pamoja ya kutafuta soko la maziwa la pamoja. Lakini pia wana uwezo wa kutengeneza bei elekezi, tofauti na anapokuwa mfugaji mmoja mmoja anapouza maziwa anaweza akauza kwa bei ya chini. Wanapokuwa kwa pamoja watatengeneza bei yao elekezi ya kulingana na dimandi ya maziwa. Lakini pia fursa nyingine wanaweza kuipata ni kama hivyo mikopo, pembejeo wataweza kuzipata kwa mfumo wa vikundi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa wafugaji halmashauri ya wilaya ya Morogoro, ndugu Kianjo Mkunwa Nyerera, sambamba na wafugaji wengine, hawakusita kuishukuru serikali kwa kuwaletea mradi huo utakaowaletea faida lukuki utakapoanza kutekelezwa. Katika mafunzo haya leo, mtazamo wangu nimefurahishwa sana kwamba mafunzo haya yanatujengea uelewa mzuri, uelewa mpana wa jinsi gani ya kufanya ili sisi nasi wafugaji tuweze kujikwamua kutoka katika hali yetu ya chini kwenda katika hali ya juu ya kimapato. Kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba tunashukuru sana tumepata mradi huu wa serikali. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo, na mafunzo haya yamekuja kwa muda mwafaka ambao sisi kama wafugaji tumepokea kwa mkono miwili. Na mimi kama mwenyekiti wa wafugaji nimefurahishwa sana kupata mafunzo kama haya, tumeelewa vizuri, na sisi kama wadau wengine tutasambaza mpaka wanaohusika. Mimi nashukuru kwa wale ambao wenzetu ambao wafugaji kama sisi ambao hawakuweza kufika kwenye mafunzo haya. Nadhani tutawapa elimu na tutawaelekeza jinsi mafunzo tuliyopata kusudi tuende sawa katika mnyororo wa kufuga ng'ombe wa maziwa, tubadilike, tutoke kule kwenye ng'ombe za kawaida ambazo hazina faida, turudi kwenye ng'ombe zenye faida na maziwa yenye faida. Na napenda kuambia ambao hawajafika kwa siku ya leo, tutawawakilisha kwa sababu ni semina nzuri yenye tija ambayo tumefurahi. Binafsi mimi nimefurahi sana. Hapa ndugu Kihaule, ambaye ni mratibu wa mradi huo kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, anatoa ushauri na wito wa kuwataka kujitokeza kwa wingi katika jukwaa hili la tasnia ya maziwa na mabadiliko. Ushauri wangu kwa wadau kwamba walitumie hili jukwaa. Hili jukwaa ndio itakuwa mwarobaini wa matatizo yao. Wanaweza kujadiliana na kupata suluhisho la changamoto nyingi za tasnia ya maziwa katika halmashauri yao. Kwa hiyo kwa upande wa wafugaji wajitokeze kwa wingi kujiunga katika vikundi. Mradi utafanya kazi na vikundi na vyama vya ushirika. Hatutafanya kazi na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ni waombe wafugaji wa eneo la Morogoro vijijini, hasa katika hizo kata tatu ambazo tunaanza nazo, wajitokeze kwa wingi wakati wa maafisa ugani watakapowatembelea kwa ajili ya kuwahimiza kujiunga kwenye vikundi vya ufugaji na uzalishaji wa maziwa ili waweze kuongeza tija na kipato kwenye maeneo yao, hasa na masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.